na nimefika hapa. Mbali na hiyo nyumba 1000 ya kwanza, mimi narudi tena mwezi ujao ama mwezi wa 3, nyumba zingine 2000 tunajenga pale na Nyuki, nyumba ingine 3000 tunajenga kule Nyahururu, na nyumba ingine 3000 tunajenga kule Rumuruti, kwa sababu tulikubaliana na nyinyi tupange ajira ya vijana wa Kenya. Si ni kweli? Na mimi nimefika hapa Lamuria kwa sababu ya hii barabara. Hii barabara tulikuja hapa na rais wetu aliyetangulia Mheshimiwa Uhuru, tukaanzisha hii barabara kutoka Solio kule kuja hapa Lamuria, kwenda hapa chini Karai, kuteremuka mpaka Widhare na kwenda mpaka Makutano. Lakini kuna section kutoka hapa kwenda mpaka Naromoru ambaye kidogo imekwama. Si ndio? So nimefika hapa kukwamua hiyo barabara. Na hapa niko na Bwana Mbugwa ambaye ni PS wangu wa mambo ya barabara. Nimemwambia, nimempatia mwezi 3 hiyo barabara ajenge daraja na afanye completion, akamilishe ile sehemu imebaki hapo. Sawa sawa. Alafu vile vile tumekubaliana na viongozi wenu, ile barabara ya kutoka Mirera kuja hapa mpaka Matanya vile vile tujenge, tuweke lami ndio watu wa sehemu hii waweze kufaidika. Na vile vile ile barabara ya kwenda Ngenia mpaka Umande mpaka Korino na ikuje mpaka Nanyuki town, pia hiyo barabara tuko na mpango yake, tumetangaza kandarasi, tutakuja tujenge tukamilishe. Sawa sawa. Kwa sababu njia ya kubadilisha hii Nanyuki na njia ya kubadilisha Laikipia na kubadilisha Kenya ni kwa mipango na miradi ya maendeleo. Tumeelewana watu wa Lamuria? Pia mjumbe wenu ameniambia ya kwamba kuna mambo ya maji ambaye kidogo ilikwama hapa. Watu wa huko Thigithi chini walikwama, nyinyi mlikunywa maji, wakasema maji iliishia hapa. So nimeambia waziri wetu wa maji Bwana Njeru atakuja hapa, atafute milioni 50 akuja akamilishe mambo yenu ya maji katika ward hii. Mheshimiwa MCA wenu amenipigia makelele sana, akasema hiyo maji lazima tufanye, na nimekubali. Si ndio? So hiyo maji yenu ya hapa tumekubaliana, tunataka nyinyi mkunywe maji wakati tunapanga mambo ya maji yale mengi ya taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Vile vile mimi nataka niwaeleze mpango ya masomo ya watoto wenu. Tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Na ndio sababu niliwaahidi tutatatua matatizo ya CBC. Niliwaahidi tutaajiri walimu wapya. Tumeajiri walimu 1056 wapya kwa mwaka mmoja imepita. Tumekubaliana na hao wabunge katika budget yetu ya mwezi wa 6 tunaweka tena pesa budget walimu wengine 20,000 tuajiri, ndio watoto wetu wote wakienda shuleni. Tunataka kila mtoto akienda shule apate kuna mwalimu wa kumfundisha, kwa sababu elimu ndio inatuletea usawa. Tumekubaliana jameni? Vile vile tumeweka mpango mzuri mpya ya kuhakikisha kwamba watoto wetu university, watoto wetu katika TVET pia wanashughulikiwa mambo yao ya capitation, mambo yao yale mengine ambayo watawasaidia kwa mambo ya scholarship. Tumebadilisha, hatupatii tena pesa kwa shule ama kwa university, tunapatia kila mwanafunzi scholarship ya pesa yake, ndio tujue watoto wetu wanasoma ni wangapi. Tumekubaliana ndugu zangu? Kwa sababu samani tukipatia pesa university hatujui inaenda kufanyia kitu gani, lakini kila mtoto akipatiwa scholarship, then that we have funded every student aende asome, na kama kuna matatizo tutajua vile ya kurekebisha. Vile vile tumekubaliana, mimi nilisema
ya kwamba lazima tuwajengee masoko. Tumetangaza kandarasi ya soko kubwa ya Nyahururu ya hapa Nanyuki. Pale tunaweka karibu milioni 300 kujenga soko ya kisasa. Soko ingine tunajenga Nyahururu. Soko ingine 5 tunajenga hapa Laikipia. Kwa sababu tunataka hata mama mboga afanye kazi mahali kuna maji, kuna stima, kuna heshima, kuna hygiene na kuna mambo mazuri. Tunaelewana? So hiyo ni kazi tayari tumekubaliana na hawa viongozi wenu, tunaendelea kufanya mambo yenu ya stima. Tunajua ya kwamba tumekuwa na matatizo kidogo, stima haijapatikana kwa watu wote. So tuko na mpango na tutarudi hapa mwezi ujao. Tatuma Deputy President wangu kama nitakuwa na kazi mingi, atakuja ndio tuhakikishe ya kwamba every part of this county, wakati tunashughulikia Kenya, watu wa Laikipia wawe katikati ya hiyo mpango. Tumekubaliana? Vile vile katika mpango yetu ya ajira, hiyo kazi mmesikia, nimesema leo tumeanzisha nyumba 1000 pale Nanyuki. Na hapa Laikipia mpango yetu ni kujenga nyumba 10,000 ya affordable housing. Na ili kujenga hizo nyumba 10,000, tunataka vijana 20,000 watakaofanya hiyo kazi. Vijana wa hapa Lamuria mko tayari kwa hiyo kazi? Kina mama mko tayari kwa hiyo kazi? Na ndio nimesema mtu yeyote ambaye atajaribu kuzuia ama kuharibu ama kuhujumu hiyo mpango ambayo itapatia vijana wetu ajira, sisi tutapambana na wao. Just imagine watu wa Lamuria ati kuna watu wameenda kotini ati kusimamisha mpango ya kupatia hawa vijana ajira. Tayari katika mpango ya housing Kenya mzima tuko na vijana 1120 wanafanya kazi. Ati wanasema nisimamishe hiyo kazi. Na nikisimamisha hiyo kazi hawa vijana watatoa ajira wapi? Nyinyi mnanielewa? Hawa watu mtakubali ati hiyo kazi isimame iendelee? Wale wako kotini wasikie. Mumesema hiyo kazi isimame iendelee? Wale wako kotini wamesikia hiyo maneno. Tunaelewana jameni? Vile vile tumekubaliana vile tulikubaliana na nyinyi. Tulisema tutabadilisha mfumo wa mambo ya matibabu Kenya. Watu wengi wanauza mali yao, wanauza shamba, wanauza ng'ombe, wanauza plot, wanauza nini kwenda kulipa gharama ya hospitali. Ni kweli ama si kweli? Tumesema katika mpango yetu mpya, nyinyi mlipiga kura, sisi tumeenda bunge. Huyu Kimani Ichung'wah mbunge wetu ambaye ni leader wa majority yuko hapa. Ako wapi huyo mtu? Si alikuwa hapa? Alikuwa area hapa. So na hawa kina Mwangi Kiunjuri na hawa wabunge wote wamepitisha sheria 4 mpya Kenya ambayo itasimamia mambo ya afya. Na hiyo sheria inatupatia nafasi wewe mama hapa ambaye huna bima ya afya, kama huna uwezo wa kulipa, sasa serikali ya Kenya itakulipia. Na yule unalipa shilingi 500, ule unalipa shilingi 500 NHIF, tumesema tutakupunguzia ikuje shilingi 300. Alafu tena kama mgonjwa wako ni wa kansa ama wa diabetes ama wa hypertension ama yale magonjwa mengine yanatusumbua, sasa tutakuwa na mpango ambayo kila Mkenya atapata matibabu, kwa sababu tutakuwa na chronic illness fund ambayo italipia gharama ya kila Mkenya, na hakuna Mkenya tena atauza mali yake ama tufanye harambee ati kwenda kulipa mambo ya hospitali. Maajabu ni kwamba kuna watu wameenda kotini ati kusimamisha. Ati nyinyi muendelee kulipa 500. Ati nyinyi muendelee kuuza mashamba yenu. Ati nyinyi muendelee kuuza ng'ombe zenu. Ati kwenda kulipa mambo ya hospitali. Hawa watu ni wazimu. Sijui kama tunaelewana. Na wale wameenda kotini ni watu wezi na wakora na wafisadi ambao wamekuwa wakiiba pesa ya NHIF. Saa hii wameungana kule kotini, wako na pesa.
na wameenda kununua mawakili, wameenda kununua mahakama, ati waendelee kuiba pesa ya IMF, na nyinyi muendelee kuuza mali yenu, na nyinyi muendelee kulipa pesa nyingi. Mimi nimewaambia hiyo haitawezekana. Ama namna gani jameni? Si hawa watu ni wakalie ngumu? Ama namna gani? Kwanza nimewaambia, si unajua nilipatiwa kisu kubwa sana huko Kasarani. Kwani mlikuwa mnafikiri ya kukata mboga? Si ni ya kukora na wafisadi wote wapote. Ama namna gani? Na ndio nimewaambia hawa watu, unajua hii Kenya imechelewa miaka nyingi kwa sababu viongozi hawatoi mwongozo. Alafu kuna wafisadi wanaiba pesa ya wananchi. Sasa nimesema mwaka huu sisi tutatoa mwongozo kama viongozi. I am ready to lead from the front because the challenge of Kenya, what has held hostage our country, what has delayed our transformation is leadership that is incapable of making decisions. This time round, we are going to make those decisions. Vested interests have held our country hostage. Corruption has derailed our progress. We are going to deal with vested interests and we are going to eliminate corruption so that our country can make progress. Tunaelewana jameni? Si hawa watu ni wakalie ngumu mpaka Kenya hii songe mbele? Watu wapotee kabisa. Kwa sababu sasa wanatusumbua, na unajua wanaenda kotini wanajigamba ati wao wako na pesa, watanunua wakili, wataenda kuongana mahakama, ati nyinyi kwa sababu hamuna pesa ya kununua. Mko na pesa ya kununua wakili? Mko na pesa ya kuongana kotini? Ati kwa sababu hamuna hiyo pesa ati watatuzungusha. Mimi nimewaambia hata hawa kama hawana wakili, mimi ndio wakili wao. Na hiyo pesa ya kuhangana huko kotini, sisi tutamaliza ufisadi kotini. Ndio dunia hii iweze kusonga mbele. Watu wa Lamuria mnasema tufanye namna gani? Tuendelee mbele? Tupatie hawa watu nafasi ati watukoroge? Sasa niwaulize. Si tulisema tuzalishe chakula? Wengine wakavaa masufuria kwa kichwa wakaenda maandamano. Sasa mimi nauliza wewe mtu ya Lamuria, hata kama hujasoma, ukivaa sufuria kwa kichwa, bei ya unga itashuka chini namna gani? Unga ishuke, si ni watu warudi shambani? Si twende tulime? Ndio tumepanga, nikasema ile mbolea ilikuwa shilingi 7,000, sasa tumeteremusha imefika 2,500. Wakulima wamerudi shambani, wamezalisha chakula, saa hizi bei ya chakula imeanza kurudi chini. Mwaka huu tena tumepanga, tumeweka mbolea mpya. Kufikia mwisho wa mwezi huu tutakuwa na magunia 3 ya mbolea itakuwa Kenya hii. Tusaidie wakulima warudi shambani ili tuzalishe chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Ama mnasemaje watu wa Lamuria? Tuendelee namna hiyo? Neguo kana tikuo? Kabisa? Tuendelee? Tubadilishe hii Kenya? So manyumba mimi napanga kuwajengea, tafuteni vijana wa kufanya kazi. Hawa kina Kiunjuri nimewaambia kila ward tuwe na ICT hub. Mahali tutaweka kompyuta. Hawa vijana wanaweza kufanya kazi wakiwa hapa Lamuria, lakini wanafanya kampuni iko Marekani. Si namna hiyo? Hiyo digital jobs ndio mpango yetu, na tumebadilisha sheria ya CDF. Mimi nimeweka kidole. Hiyo sheria tumebadilisha ndio tuwe na pesa ya kutengeneza ICT hub. Tumeelewana? Mimi nimezunguka duniani kote, nimepanga ajira ya vijana wetu. Tuko na nafasi 500,000, 500,000 ya Wakenya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya. Safari hiyo inaanza wiki hii. The first 3,500 Kenyans this week we have advertised wakwenda kufanya kazi Saudia, tumepanga wakwenda Israel, tumepanga wakwenda Marekani, tumepanga wakwenda Ujerumani, ili waende watoe madola watuletee hapa Kenya. Mnasema tupange ajira ya vijana wetu ama mnataka vijana wetu wakae tu hapa madukani? Si tupange ajira ya hawa vijana? Na nyinyi vijana mko tayari? Si tulisema wera ni wera? Ya mjengo ikipatikana si mtafanya?
Ya kompyuta ikipatikana si mtafanya? Ya kusafiri kwenda nje si ikipatikana mtafanya? Basi hiyo ndio maneno mimi niko naye kwenu. Kwa sababu hii Kenya haiwezi kubadilika hivi, lazima ibadilishwe. Si ndio? Tuko pamoja? So nataka niwashukuru sana. Najua tuko na kazi nyingine nyingi. Lakini nilisema hii mwaka mpya wacha nianzie Lamuri ya jameni. Na nitarudi hapa tena mwezi wa 4, nirudi nipange kazi nyingine yote, kwa sababu hii LAIKIPIA lazima tutumie kubadilisha Kenya. Na nyinyi ni watu wa bidii, nyinyi ni watu waaminifu, nyinyi ni watu wa kufanya kazi, na tulisema kazi ni kazi. So asanteni sana. Hapa niko na